Karibu tuendelee na simulizi yetu nzuri, simulizi ya pumzi ya mwisho. Naitwa Hamza Stories, ndiyo mwandishi na msimuliaji wa simulizi hii. Napatikana WhatsApp kwa namba ya simu ya 076 55 55 641. Kwenye mitandao ya kijamii unaweza kunipata kwa jina hilo hilo la Hamza Stories. Basi wacha tuendelee na sehemu ya 8 ya simulizi yetu nzuri, simulizi ya pumzi ya mwisho. Baba, nimerudi, alisema Zahara akiwa analia. Jinsi nilivyomtazama niligundua alikuwa na jambo zito lililomfika ambalo lilimrudisha kwa Osmani. Nilihema sana nikihisi maumivu makali sana kifuani. Niliondoka nikaenda nje ambako nilijikuta nikiwa nimekaa peke yangu usiku ule. Mama hakuwa na neno la kuzungumza, ilimbidi angalie tu kilichokuwa kinaendelea pale. Zahara, Osman aliita. Mara moja Zahara alimgeukia Osmani. Ulikuwa wapi siku zote? Nimekutafuta kila kona ya dunia hii bila mafanikio yoyote, aliuliza Osmani. Zahara alidondosha chozi akasema, nisamehe Osmani, najuta kwa ujinga wangu, najuta sana. Nimerudi kukufuta chozi lako, alisema Zahara kisha alipiga magoti akiwa analia. Hata mama alidondosha chozi lake. Niambie nifanye nini Osmani ili uamini kama nimerudi kwa ajili yako? Nimekukosea sana, alisema Zahara akiwa anaendelea kulia. Bilionea Dhabi alimsogelea Zahara na kumnyanyua kisha alimfuta chozi kwa kutumia mkono wake. Akamwambia, Osman anaumwa sana. Hakuna tumaini la yeye kupona isipokuwa kupata figo na kumuondolea mfadhaiko, alisema Mzee Dhabi, sauti yake ya kunong'oneza masikio ya Zahara. Hii ilimshitua sana Zahara. Alimfuata Osman alipolala kisha akamwambia, utapona Osmani. Zahara alimshika mkono Bilionea Dhabi wakatoka ndani. Walinipita mahali nilipokuwa nimekaa. Walielekea ofisini kwa Dr. Simoni. Baba, kama kutoa kiungo changu kutamfanya Osmani awe salama, nipo tayari hata sasa hivi. Pimeni figo zangu zikifahamu nitoe, alisema Zahara mbele ya Dr. Simoni na Bilionea Dhabi ambao walijawa na mshangao. Chozi lilimtoka Bilionea Dhabi. Zahara, aliita Bilionea Dhabi kwa sauti ya chini sana. Zahara alitikisa kichwa, ishara ya kuwa alichokisema ndicho alichokimaanisha. Mzee Dhabi alimkumbatia Zahara kwa uchungu sana. Alikuwa ameshakata tumaini. Ujio wa Zahara ulimfanya Osman arudi katika hali ya kawaida, hata ile hali ya kunitaja ilikata. Mama alimuuliza Osman kule udini, huyu mwanamke ni nani? Ni mwanamke niliyempenda sana, lakini alinikimbia na kwenda ughaibuni, alijibu Osmani. Osman mwanangu, Jacqueline amekuja kwa ajili yako, yupo tayari kufunga ndoa na wewe, mama alisema kwa uchungu sana. Osman alitikisa kichwa chake, ishara ya kukataa, huku akisema, Jacqueline alipendi mama, hawezi kukubali ni muoe. Tafadhali Osmani, Jacqueline anakupenda na yupo tayari, alisema mama. Wakati huo mimi nilikuwa ninachungulia. Niliumia sana. Sikuona umuhimu wa kubaki pale hospitalini, niliondoka zangu. Mama alijitahidi sana kumbembeleza Osmani lakini haikusaidia. Kilichomtesa sana mama yangu ni ule wema ambao Osmani alitutendea na jinsi ambavyo mimi niliulipa wema huo kwa ubaya. Mama alilia sana hadi Mzee Dhabi aliporudi akiwa ameambatana na Dr. Simoni na Zahara. Mzee Dhabi alimwambia mama yangu, nashukuru kwa msaada na mchango wako mama Jacqueline, lakini kwa sasa wewe nenda.
Lakini Mzee Dhabi, mama alikatishwa na Mzee Dhabi kisha alipewa ishara ya kuondoka. Chozi lilikuwa linamvuja maskini mama yangu, aliondoka zake. Mama alilia njia nzima hadi anafika nyumbani, nguvu zilikuwa zimemuisha. Bahati nzuri nilikuwa sebuleni. Nilipomuona nilimkimbilia na kumdaka asianguke. Mwili wake ulikuwa na moto sana. Jasho lilikuwa likimtoka. Sikupata kumuona mama akiwa katika hali hii hata siku moja. Nilimlaza kwenye kochi, nikawasha feni ili apate ubaridi, kisha niliketi pembeni yake. Ukimya ukatawala huku nafsi yangu ikiwa imejaa majuto makubwa sana. Niliamini hali ya mama ilitokana na makosa yangu. Jacqueline, mama aliniita kwa maumivu makali kisha alisema, tumechelewa lakini mama yako nakupenda sana. Dunia nzima inaweza kukuona mbaya lakini mama yako nitahangaika kukusafisha. Osman amekataa kufunga ndoa na wewe, alisema mama huku chozi likimbubujika. Kusema ule ukweli, niliumia mno ndani ya nafsi yangu. Moyo wangu nilishaufungua kwa Osmani, lakini niliufungua nikiwa nimechelewa. Nilijua Zahara ndiye aliyeharibu kila kitu. Nilinyanyuka na kuondoka nyumbani kwa hasira na maumivu makali. Sikutaka kujua hali ya mama tena. Kichwa changu ni kama kilijaa moshi mkali. Nakumbuka ilikuwa ni majira ya saa 6 usiku. Nilimpigia simu Moses zaidi ya mara 6. Mara ya 7 ndio alipokea simu yangu. Ilionyesha kuwa alikuwa amelala. Aliniuliza nataka nini. Nilimwambia nahitaji kuonana naye. Aliniambia niende kwake. Nilianza safari ya kuelekea huko usiku. Nilipofika kwa Moses, kuna hali nilianza kuihisi ndani ya nafsi yangu. Niliona kabisa mapenzi kwa mwanaume huyo yalianza kuondoka ndani yangu. Niliigiza tu na kumwambia kuwa na mmisi sana, ila ukweli ni kwamba akili yangu ilikuwa kwa Osmani. Kila nilipomfikiria Osmani, nilijikuta nikiumia. Tena kibaya zaidi, nilipofikiria kuwa Zahara amechukua nafasi yangu ndani ya moyo wa Osmani, ndio nilizidi kupagawa. Hali hii Moses aliona kwangu, sababu mara nyingi nilikuwa nikitoka kifikra. Akaniuliza, unawaza nini? Haupo hapa kabisa, aliuliza Moses. Huwezi amini, tulikuwa katikati ya tendo lakini akili yangu hata haikuwa hapo. Moses alishuka kisha alielekea bafuni. Aliporudi alihitaji majibu kutoka kwangu. Sijui Moses, najikuta tu, nilimjibu nikiwa ninavuta shuka. Kweli mapenzi yanaumiza sana aise. Kumbe Osman aliumia hivi. Sikuwahi kuumia kama hivyo awali. Umenisaliti aliuliza Moses kama kaida yake. Alikuwa na tabia ya wivu sana. Siwezi kukusaliti Moses, unanijua vizuri. Sina ujanja kwako, nilisema lakini bila kumaanisha chochote. Nilikuwa ndio mara ya kwanza nasema kitu mbele ya Moses bila kumaanisha. Katika nyakati fulani nilijikuta nikianza kujichukia mwenyewe. Moses alitabasamu tu kisha alinivuta na kunipiga boso. Nami nilitoa tabasamu. Tulale, alisema Moses. Basi tulilala usiku huo hadi kulipopambazuka. Siku iliyofuata ilikuwa ni Jumatatu iliyoanza kwa jua kali la mvua. Nilimwaga Moses. Nilirudi nyumbani kujiandaa kwa ajili ya kwenda kazini, japo Moses aliniambia niache kazi. Hata mama aliniuliza, ulilala wapi na unaenda wapi? Aliniuliza nikiwa tayari kwa ajili ya kutoka nyumbani kuelekea kazini. Shikamoo mama, nilimsalimia kwanza. Marhaba. Siku hizi unaamua tu kulala unapopajua wewe, kufanya unachowaza wewe, si ndio? Aliniuliza mama. Niliutupa mkoba kwenye sofa, kisha niliketi mama akiwa amesimama. Mama, nililala hotelini, nilimjibu huku moyo wangu kinisuta, maana nilikuwa nasema uongo. Na unaenda wapi? Aliniuliza.
Naenda kazini mama, nilimjibu mama nikiwa ninafinya vidole vyangu. Basi mama alisogea kisha aliketi kando yangu. Jacqueline, ningekushauri usiende huko sababu ile ni kampuni ya Osmani na baba yake. Kilichotokea baina yetu na ile familia hakiwezi kuleta picha nzuri endapo tutaendelea kujihusisha na ile familia, alisema mama. Mama, chochote kilichotokea hakina uhusiano wa moja kwa moja na kazi ninayoifanya kwao. Hii ni kazi ambayo tumeandikishana mikataba. Labda waamue kuvunja mkataba, nilisema. Inatosha Jacqueline, usiende huko mwanangu, alisema mama, lakini sikutaka kumsikiliza. Moyo wangu uliniambia kuwa napaswa kuwa karibu zaidi na Osmani, japo yupo hospitalini, lakini kuwa ofisini kwake kungefanya moyo wangu utulie. Mama, najua ninachokifanya. Usijali, kila kitu kitaenda sawa, nilisema kisha nilinyanyuka na kuondoka zangu. Nilizongwa na mawazo kichwani, nilizongwa na hisia kali ndani ya moyo wangu. Hisia ambazo zilinikosesha raha kabisa. Niliingia ofisini kwangu na kuanza kazi. Nilitekeleza majukumu yangu ndani ya kampuni ya JM Motors. Siku hiyo Mzee Dhabi alikuja kwenye kampuni kukagua utendaji wa kazi unavyoendelea. Hakujua kama mimi ni mmoja wa wafanyakazi. Alipoliona aliniuliza, wewe ni miongoni mwao? Akimaanisha hao wafanyakazi. Ndiyo baba, nilimjibu tukiwa wawili tu ofisini. Usiniite baba, niite Mzee Dhabi inatosha, alisema Mzee Dhabi. Hapo ndipo nilipokumbuka maneno ya mama kuwa sio busara sana kurudi kufanya kazi ndani ya kampuni ya bilionea Dhabi kutokana na kilichotokea kati yangu na kijana wake. Mbona katika orodha ya wafanyakazi wewe haupo? Osman alikuajiri vipi? Aliuliza Mzee Dhabi kisha aliketi. Niliona chuki ya wazi ndani yake. Nilijawa na kigugumizi. Mbona nilishajaza mkataba na kupewa hiyo ofisi? Nilijibu. Hapana, mimi ndiye mwenye hii kampuni. Osman anasimamia sababu ni kijana wangu. Sikutambui, hakuna mkataba huo ulio mbele yangu, alisema bilionea Dhabi tena kwa sura kavu sana. Lakini mbona nilifanywa saili hapa na kujaza mkataba wa kazi? Iweje leo msinitambue? Niliuliza. Ni huruma ya Osmani ambayo imemteketeza ndio iliyokufanya wewe kuwa hapa, lakini hukupaswa kuwa hapa. Nikiwa kama mmiliki wa kampuni hii, sihitaji kukuona hapa kuanzia muda huu. Kusanya kila kilicho chako, alisema bilionea Dhabi kama vile hakuwahi kuniona kabla. Unajua nilichoka sana, kuanzia roho hadi mwili. Ningesema nini na alisimama mbele yangu alikuwa ndiye mmiliki wa kampuni hiyo? Nilifanya kama alivyosema, tena akiwa amenisimamia. Niliondoka kwenye kampuni ya JM Motors. Nilijua chuki aliyoonyesha Mzee Dhabi ilitokana na jinsi nilivyokataa kuokoa uhai wa kijana wake. Japo dakika za mwisho nilifungua moyo wangu, ila nilikuwa nimeshachelewa. Chozi lilinibubujika. Tayari mvua ilianza kunyesha. Nilitembea kwenye mvua huku nikikumbuka siku ya kwanza kabisa ambayo Osman alinisaidia kwenye mvua. Nilipofika nyumbani nilimsimulia mama kilichotokea. Nilikwambia mwanangu, lakini hata usijali sana sababu umesoma, utapata kazi sehemu nyingine na maisha yataendelea, alisema mama. Lakini mama, natamani sana kulipa fadhila za Osmani. Amebadilisha maisha yetu kutoka kwenye umaskini, ameokoa maisha yangu kutoka kifo. Nilichelewa kuiona thamani ya upendo wake na huruma yake, nilisema nikiwa nimeegemea ukuta. Usijutie kwa chochote sababu anayepanga kila kitu ni Mungu pekee. Maisha lazima yaendelee, alisema mama. Mara tulisikia honi ya gari. Mama alichungulia, aliona gari ya Mzee Dhabi ikiingia. Baba yake Osman anakuja, alisema mama. Nilikuwa nimeloa kutokana na ile mvua, hivyo nilihitaji kubadilisha nguo haraka. Nilielekea chumbani kwangu kubadilisha nguo. Nilipotoka niliwakuta mama na bilionea Dhabi wakiwa wameketi. Hapana shaka walikuwa wakinisubiria mimi. Niliketi kwa utulivu sana.
Nilimtazama bilionea Dhabi ambaye alikuwa ameongozana na mke wake. Shikamoo mama, nilimsalimia mama yake Osman ambaye hata hakuitikia. Nilipata ishara kuwa hawakuja kwa lengo zuri. Alianza bilionea Dhabi kusema, tumekuja kwa ajili ya mambo mawili makubwa. Moja ni kuchukua magari ambayo Osman alikununulia. Mbili ni kuchukua nyumba hii ambayo mnaishi, alisema mzee Dhabi kwa sura kavu sana. Mama alishtuka sana. Unasemaje? Alihoji. Pesa iliyotumika hapa ni pesa yangu mimi. Maamuzi ninayoyatoa yanatoka kwangu mimi pia. Iwe mlipewa hati au hamkupewa hati ya hapa, mnaondoka na jeuri yenu, alisema bilionea Dhabi. Baba tafadhali sana, hebu fikiria tunakwenda wapi sisi. Fikiria kwa kipindi hiki tutafanya nini, alisema mama akiwa analia. Nilizidi kuumia ndani ya nafsi yangu. Kwani zamani mlikuwa mnaishi wapi? Mlikuwa mnaishi vipi kabla ya kuanza kutumia pesa za Osman? Aliuliza bilionea Dhabi. Nilikaa kimya bila kusema chochote sababu sikuwa na cha kusema. Nione huruma mimi. Mimi ni mtu mzima, nitaishi vipi baba? Fikiria hilo, ina maana makosa binti yangu yanatufanya tuwe maadui? Aliuliza mama akiwa katika hali ile ile ya kilio. Sio maadui tu, bali ni maadui wa maisha. Adui wa maisha ya kijana wangu ni adui yangu pia. Mna siku 2 za kuhakikisha mnahama hapa. Gari zinaondoka sasa hivi, alisema bilionea Dhabi. Kisha yeye na mke wake walinyanyuka. Mke wa bilionea Dhabi hakusema chochote kama ambavyo mimi sikusema chochote. Mama na bilionea Dhabi ndio ambao walikuwa wakirushiana maneno. Na kuomba tuone huruma sisi. Tunaenda wapi? Siku 2 jamani. Mama alisema, lakini hakukuwa na maelewano. Mzee Dhabi aliondoka bila hata kuchukua funguo za magari. Nililia sana. Nilikumbuka kuwa kulikuwa na pesa kwenye akaunti ya benki zaidi ya milioni 60 ambazo Osman alinipatia. Kadi ilikuwa kwa Moses. Haraka nilimpigia na kuhitaji kuonana naye. Alinielekeza alipo. Niliondoka na kumwacha mama akiwa analia. Nilienda kuonana na Moses. Nilimsimulia kilichotokea. Nilihitaji milioni 40 ili kununua nyumba ya kuishi na mama yangu, ila majibu ya Moses yalinigandisha damu. Alisema pesa zote aliziweka kwenye biashara yake ya mazao, hivyo nisubirie ndani ya mwezi mmoja akinipatia pesa hizo. Lakini Moses, mbona hukuniambia kama unafungua biashara? Unafikiria ndani ya huo mwezi mimi na mama tutakuwa tunaishi wapi? Nilimuuliza Moses. Sasa Jacqueline, unafikiria pesa inahifadhiwa benki kama pambo la nyumba? Pesa ni lazima izunguke ili izae, alafu mimi ni mwanaume, nimefanya maamuzi ya kiume, alisema Moses. Sura yake ilianza kutanda hasira. Sikutaka kuendelea kubishana naye, nilimkubalia. Sawa mume wangu, na kutegemea wewe kwa sasa, nilisema. Usijali, alijibu Moses. Nilimwaga nikarudi nyumbani kwetu. Nilimwamini sana Moses. Nilijua nitaipata hiyo pesa, ila sasa huo muda ambao alisema atanipatia hiyo pesa, nilifikiria tutaenda kuishi vipi? Tutaenda kuishi wapi mimi na mama yangu? Nilipoongea na mama sikumwambia kuhusu zile pesa. Isitoshe alikuwa hajui kama kuna pesa hiyo. Aliniuliza tu nina akiba gani. Kiukweli sikuwa hata na 50 mbovu. Maana nilijua na tumaini kubwa kwenye zile milioni 60 zilizo kwa Moses. Niliona aibu hata kumjibu mama kuwa sina pesa. Nilikaa kimya japo mama alinielewa. Mimi nina milioni 1 Jacqueline. Tufanye mpango wa kutafuta chumba kimoja, alisema mama huku akitabasamu kwa maumivu makali. Kilikuwa ni kipindi kigumu sana kukielezea. Itabidi tutafute mahali pa kuishi Jacqueline. Imeshatokea, ni lazima tukubaliane na hali halisi, alisema mama. Nilitamani sana kumwambia tukaishi nilipompangishia nyumba Moses, lakini nilihofia kwa jinsi wawili hao walivyokuwa hawaivi chungu kimoja. Hata zile biashara ambazo Moses alitufungulia nazo zote zilienda. Sawa mama, haina shida. Huzuni ilitanda kwenye nyumba yetu.
Siku iliyofuata Mzee Dhabi alituma watu. Tuliwapa funguo za magari yote, kuanzia lile jipya na mengine ambayo hata nilikuwa sijui kuendesha. Yaliondoka yote. Nilianza harakati za kutafuta chumba cha kupanga ili niishi na mama yangu. Bahati nzuri nilipata japo uswazi huko, ila ndio maisha ambayo tulishayawahi kuyaishi, hivyo haikuwa na shida sana kurudi Uswahilini huko. Baada ya muda ambao Mzee Dhabi aliusema, alirudi kwa ajili ya kuchukua funguo za nyumba. Mama alijitahidi tena kuongea naye, ila mzee huyo hakumsikiliza kabisa. Tulihama kwenye jumba la kifahari ambalo Osman alitununulia. Msichana wa kazi aliondoka kwao. Hatukujua maamuzi hayo yalitoka kwa mwenyewe Osman au Mzee Dhabi aliamua kutumia hasira zake tu. Tuliacha kila kitu ndani ya nyumba hiyo. Nguo pekee ndizo tulizoondoka nazo. Hatakuwa na godoro, tulinunua baadhi ya vitu kidogo ili pesa itusaidie kwenye mahitaji hapa na pale. Tumaini lilibakia kwa Moses, japo kila nilipompigia simu alinizungusha kuonana naye. Nilipoenda napoishi nilikuta pamefungwa. Niliishi kwa tumaini tu kuwa maisha yale yasingekuwa ya muda mrefu. Siku zilipita, tuliishi kwa matumaini, tulilala kwenye mkeka. Niliona jinsi mama alivyokuwa akiteseka, roho iliniuma sana. Sababu chanzo cha yote nilikuwa ni mimi. Namba za Osman hazikupatikana kabisa. Hatukujua kama alikuwa mzima au alikuwa amekufa. Mwisho tulifuta namba zake. Miezi ilisonga. Moses hakupatikana kwenye simu kabisa. Hata alipokuwa akiishi, alihama na sikujua ningempata vipi. Moyo wangu ulijaa na maumivu makali sana. Pesa zilianza kuisha. Tulishauriana mimi na mama tufanye nini kwa pesa iliyobakia, lakini nilipojaribu kwenda kuomba kazi nilikosa. Mama alishauri tuanze biashara mboga mboga. Tulikuwa tunaamka asubuhi mapema, tunaenda bustanini, tunanunua mboga mboga, tunaenda kuuza. Waliotujua walitushangaa sana. Waliosikia kilichotokea walitucheka na kutuona hatuna akili. Ningefanya nini zaidi ya kukubali masimango yao ili mkono uende kinywani? Mimi na uzuri wangu na usomi wangu niliishia kutembeza mboga mboga mtaani. Siku moja nikiwa nauza mboga mboga nilimwona mtu alifanana sana na Moses. Nilitamani kumuona kwa ukaribu zaidi. Ndiyo, alikuwa ni yeye. Alikuwa ameongozana na mwanamke mmoja. Niliona kama vile nimeokota almasi kwenye zizi la ng'ombe. Nilimkimbilia Moses na kumkumbatia. Hakuonekana kunifurahia kabisa. Yule mwanamke aliuliza, "Wewe dada vipi, una kichaa au?" Nilijitoa mwilini kwa Moses. Ndiyo, mimi ni kichaa sababu sijamuona huyo mtu kwa muda mrefu. Moses, haujui ni jinsi gani nimekutafuta. Nilisema. Beseni la mboga mboga lilikuwa limeanguka pembeni na mboga zote zilikuwa chini kwa jinsi nilivyokuwa nimefurahi. Kutokumuona muda mrefu na kumkumbatia mbele ya mke wake kuna husiana na nini? Moses, huyu ni nani? Aliuliza yule mwanamke. Simjui mimi, alisema Moses. Nilishtuka. Moses, unijui mimi? Mimi ni Jacqueline. Au kwa sababu nimebadilika? Kiukweli nilikuwa nimebadilika. Sio Jacqueline yule ambaye alikuwa akimfahamu. Kutembea kwenye jua ilikuwa ndio maisha yangu hadi ngozi ya rangi yangu ilibadilika. Lakini licha ya kubadilika huko, Moses asingeliweza kunisahau mimi. Sikujui kabisa. Nimeshangaa sana unakuja kunikumbatia mbele ya mke wangu, alisema Moses. Nilisogea nyuma. Niliokota mboga zangu na kuzirudisha kwenye beseni. Samahani, nilikufananisha na Moses wangu. Mmefanana sana. Samahani dada, nilisema kijasiri sana, kisha niliondoka zangu. Mbele ya macho yangu nilidondosha chozi. Nilienda kukaa chini ya mti, nililia mno, tena kwa kusaga meno. Niliumia kwa mambo mawili. Kwanza kudhalilika, na pili kupoteza tumaini la kuipata ile milioni 60 ambayo Moses alichukua kwenye akaunti yangu ya benki. Jua lilikuwa langu, mvua ilikuwa yangu. Nilichotakiwa ni kuhakikisha napata pesa itakayoendesha maisha yetu, mimi na mama yangu.
Nilijiuliza kitu kimoja, kama nitaendelea kulia, nini kitabadilika kwenye maisha yangu? Hakuna. Basi nilinyanyuka na kuondoka zangu. Nilirudi nyumbani maana mboga nyingi nilikuwa nimeshaziuza. Iliyobakia nilipigia mahesabu nitakaporudi iwe ndiyo mboga. Maana siku hiyo mama hakwenda kuuza mboga, alikuwa hajisikii vizuri. Mdogo nilifika nyumbani. Kulikuwa na mama anaitwa Mama Amina, alikuwa ni mpangaji mwenzetu. Alinisimamisha kabla hata sijaingia ndani. Alinipa taarifa kwa mama yangu alikuwa ameanguka chooni, hivyo amekimbizwa hospitalini. Nilishtuka sana. Hospitali gani? Nilimuuliza beseni likiwa chini. Wamempeleka kwa Dr. Simoni. Alipomaliza kunielekeza, nilitimua mbio kuelekea hospitalini. Mama yangu alikuwa ndiye mtu pekee aliyebakia na mimi. Alikuwa ndiye tumaini langu. Taarifa ilinichanganya sana. Nilikuwa katika hali ya kuchanganikiwa sana. Nilijikuta nikigongwa na pikipiki nikiwa nakaribia hospitalini. Nilipoteza fahamu zangu kutokana na ile ajali mbaya ya pikipiki. Nilipokuja kurudisha fahamu ilikuwa ni siku iliyofuata. Nilijikuta nikiwa hospitalini. Nilihisi maumivu makali sana ya mguu wa kulia. Kulikuwa na wepesi sana na ubaridi hadi nilishangaa. Nilipeleka mkono ili kugusa mguu wangu. Nilishtuka sana. Nilikuwa nimeshakatwa mguu. Nililia sana. Hiyo ni sehemu ya 8 ya simulizi yetu nzuri ya Pumzi ya Mwisho. Hakika simulizi inasikitisha sana, lakini ina mafunzo mengi. Nini kitaendelea kwa Jacqueline? Ameshakatwa mguu, ataishi vipi? Mama yake ni mgonjwa. Usikose sehemu ya 9 simulizi hii nzuri. Simulizi hii na kukumbusha tena imeandikwa na Amza Stories na inasimuliwa na mimi mwenyewe Amza Stories. Unaweza kunipata WhatsApp kwa namba ya simu ya 0765555641. WhatsApp inapatikana kwa namba hiyo hiyo. Instagram, X pamoja na Facebook natumia jina moja tu, Amza Stories. Ndio jina ambalo natumia kwenye mitandao yote ya kijamii. Uwe na siku njema.